Tunaanzia kitandani. Kuna wapenzi wako hapa wamelala. Huyu mwamba anaitwa Deliki, alafu mpenzi wake anaitwa Nanzi. Lakini mwamba kati anataka mpapasi bibie wafanye tendo, dada akanyanyuka akasema, mbona unapenda kunisumbua? Akasema, sio nakusumbua mpenzi wangu, najua mimi nimemisi sana penzi lako, ni mwezi mzima huu unanizungusha. Akasema, sikia, mimi sihitaji unisumbue nikiwa nimelala. Akasema, sawa, lakini wewe ni mke wangu, kwa nini usinipatie haki yangu ya ndoa? Please mpenzi wangu, nakuomba sana ubadilike katika hii tabia. Akasema, siwezi nikabadilika kwa sababu narudi nyumbani nimechoka, alafu wewe pia unisumbue, alafu pia unanuka harufu mbaya ya mdomo. Yaani kiukweli unanikela. Kifupi sihitaji kufanya mapenzi na wewe. Please, naomba uniache. Mchizi anamlalamikia sana mke wake, lakini bibi hataki kuelewa kabisa. Hataki kumpa tendo la ndoa. Mchizi kachoka sana. Ndoa yake imekuwa ni ngumu sana. Lakini asubuhi hii hapa kwamba yuko zake hapa, bibi anafika hapa. Anauliza, vipi umejiandaa unaenda wapi? Nataka nitoke lakini gari yangu imeharibika. Akamwambia, basi sawa. Kama gari yako imeharibika chukua gari yangu alafu mimi nitapanda UDA kama kawaida nitaenda kazini. Akasema, jamani, asante sana mpenzi wangu. Akamkisi ya kinafiki sana akaondoka. Mwamba akamtazama akasema, ina maana yani hapo ndio amemaliza kunikisi, ya kwamba hapo anamkisi mume wake kabisa. Huyu mwanamke ni hatari. Baadaye ni jioni sana, majira ya usiku, bibie analodi. Aliporudi hapa mcheza akamuuliza, mbona umechelewa rafiki yangu, narudi saa hizi, ilikuwaje? Anasema, kulikuwa kuna foleni na ndio maana. Akasema, basi sawa, nimeandaa chakula kwa ajili yako mpenzi wangu, kabadilishe nguo uje ule. Asema, kweli? Nakupenda sana mpenzi wangu. Pamoja na yote ambayo namfanyia, lakini mwamba anamjali sana mke wake. Kaandaa chakula ili mradi akirudi aweze kula. Anamtazama, ni mke wake, lakini vituko anavyomfanyia ni hatari sana. Leo ni siku nyingine, ni usiku. Mwamba ana hamu sana ya kufanya mapenzi. Anasali kabisa isije leo akamkatalia. Akaingiza mkono taratibu ili mradi aanze kumpapasa katika mapaja na kuelekea katika makalio walau amuandae. Dada anasema, jamani, mimi nimechoka. Akasema, jamani, mpenzi wangu kila siku inakuaje unachoka? Asema, sikia, mimi nimekwambia nimechoka. Nimetoka katika mihangaiko yangu nafika hapa, alafu na wewe unataka tena unisumbue. Akasema, sio nakusumbua jamani. Mimi nimemisi sana penzi lako na ni muda mrefu hujanipatia. Kwa nini unanifanyia hivi? Akasema, sikia, kama utaendelea kunisumbua hapa, mimi nitaondoka kabisa. Akasema, no, sio kuondoka. Mimi nahitaji tu nielewe. Please mpenzi wangu, nimemisi, nahitaji tendo na wewe. Naomba sana unisaidie basi niweze kupata. Dada akamtazama akamwambia, sikia, kama umemisi basi fanya vitu vingine. Nenda chooni kajichezee mwenyewe huko utajimaliza, lakini sio kwamba kuna nisumbua hapa wakati mimi ninahitaji nipumzike. Sasa naondoka naenda kulala sebleni. Ya kwamba aende chooni akajichezee kama ana upwiru sana asije akamsumbua. Yuko zake hapa, akaja sebleni, madai yake amekuja kulala hapa kutokana na usumbufu ambao anapewa na mume wake. Mchizi kabidi aje. Akamwambia, sikia mke wangu, samani sana. Akasema, samani ya nini? Akamwambia, najisikia vibaya wewe ukiendelea kulala hapo. Please, sitakusumbua tena basi. Na kuomba twende ukalale kitandani. Sitakusumbua. Akasema, una uhakika? Akasema, ndio, nina uhakika sitakusumbua kabisa. Dada akasema, basi sawa. Kama una uhakika hautanisumbua, mimi nitaenda kulala kitandani. Lakini hii tabia kiukweli siipendi kabisa. Usije ukairudia. Mimi nikiwa nimerudi hapa nahitaji nipumzike. Jamaa akasema, sawa, nimekuelewa. Ni zaidi ya limbwata. Maana sio kawaida mme wako, lakini mwisho wa siku leo akaja hapa na rafiki yake. Akamwambia, rafiki yangu, umenileta katika mazingira haya vipi? Akasema, sikia, hapa ndipo unaweza ukapata mwanamke wa kutuliza hisia zako kwa muda, alafu kila kitu kinakuwa sawa. Kuna wadada poa hapa wakawa wanapita. Leo mchizi kaamua aje hapa alete na rafiki yake, walau achague dada poa wa kwenda kujituliza. Akasema, rafiki yangu, mbona wanacheza cheza pale, ndio inamaanisha nini? Akasema, wale pale wanasubiria mteja, kwa hivyo wewe unatakiwa ushuke hapo uende ukamuite mmoja, mwisho wa siku mtaelewana, unaondoka naye. Baadaye kuna kijana yuko pale, akaja akawa anamshikashika mmoja na kumchezea, wakawa wanaelewana pale bei. Mchizi akawa anatazama akasema, mbona anamshika? Akasema, kushika ile ni kawaida, si anaangalia kama biashara iko safi. Akasema, mimi siwezi nikanunua dada poa, kwanza sina hisia nao. Akarudi nyumbani ameshindwa kununua dada poa ili mradi kuweza kutuliza hisia zake. Lakini nyumbani kwenyewe sasa, mwanamke kakitega kweli kweli, kitako kiko juu. Lakini ndio hivyo sasa, atamwanzaje ili mradi aweze kumkubalia kushiriki naye tendo? Ni mke wake wa ndoa, lakini hata kumshika
Mwamba anaogopa kweli kweli, maana najua hapa nikimshika vita yake itakuwa ni ya 3 ya dunia, maana si mchezo. Lakini ndio hivyo, changamoto za ndoa hizi tunakutana nazo sana katika majumba yetu. Unaingia kitandani, mwanamke hahitaji kushiriki tendo na wewe, lakini inauma sana. Leo jamaa wakati yuko mitaani hapa, kuna bibie yuko pembeni hapa anaitwa Diana, yeye anauza matunda apple. Akafika hapa ikabidi amuulizie, tunda unauza shilingi ngapi? Dada akataja bei pale, akamwambia sawa, nipatie basi mimi nahitaji. Akamwekea, lakini pesa ambayo akampatia ni nyingi sana ukilinganisha na matunda ambayo amechukua. Alafu akamuongeza nyingine, akamwambia sikia, mimi napenda sana kumuona mwanamke akijishughulisha, kwa hivyo hii yote ni kwa ajili yako. Dada akawa na Mwamba kwa furaha kweli kweli. Lakini dada Nancy leo akakutana na marafiki zake hapa. Wanapokutana hapa ni kupiga umbea, kuwasema watu ndio maisha yao, yani ni madada wa mjini kweli kweli, lakini hata ndoa yao hawaheshimu. Mchizi leo saa 4 ya usiku mke wake ajarudi. Mawazo kweli kweli, anawaza kwa nini mke wangu ananidharau namna hii? Anaondoka haagi, alafu anachelewa sana kurudi nyumbani. Nitafanya nini? Mchizi kasubiri hadi kalala, alafu baadaye saa 7 saa 8 kibibie kinarudi nyumbani taratibu. Kilipofika hapa ikabidi amuulize, we ulikuwa wapi hadi unarudi saa hizi? Hebu niambie. Dada ikabidi asokee, akamwambia samani, nilichelewa na nikasahau kukuaga, kwa hivyo naomba unisamehe. Mwamba akasema ina maana unachelewa makusudi na unaondoka bila kuaga kisa kuna neno samani? Akasema hapana, si nimekwambia unisamehe kwamba nilisahau. Akasema ulisahau, kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unamheshimu mume wako? Akasema sikia, mimi nahitaji uwe muelewa, nimeshakwambia kwamba nisamehe kwa sababu nilisahau kukuaga. Akasema sikia, kiukweli hiki nilichokifanya ni dharau sana kwangu. Akasema dharau kitu gani? Akasema ni dharau na hauniheshimu kabisa. Akasema sikia, hayo ni maneno yako tu, lakini mimi nimeshakwambia kwamba nilisahau. Akasema sawa, kama ulisahau mawasiliano yalikuwepo, kwa nini haukufanya hivyo? Dada anakosa la kusema, lakini kwa dharau kabisa anaamua kabisa kuondoka na kuingia ndani. Lakini leo kwa upande huu dada wakati kwa hapa anauza matunda, kuna vijana wahuni wamekuja hapa wakawa wanagombana naye sana, wakachukua vitu katika biashara yake. Dada akawa anapiga kelele kweli kweli, lakini kadri walivyokuwa wanagombana, mwisho wa siku akampiga katika tumbo lake. Dada akawa amepata maumivu makali sana kutokana na kile kichapo ambacho amekipata. Mchizi anakuja hapa, anashangaa dada yupo, ikabidi amuulize mchizi hapa, je, umemuona? Akasema huyu bwana kuna wahuni fulani walikuja kumpiga hapa na inawezekana saizi akawa hospitali au nyumbani kwake. Akamuuliza, hebu niambie nyumbani kwake ni wapi? Akamwelekeza kuna jengo liko hapo alijaisha, ndio sehemu ambayo anajihifadhi. Mchizi ikabidi aende kumcheki. Bwana kaja hapa, kumbe dada anaishi katika jengo ambalo halijaisha maskini. Anapigwa na mbu na baridi hapa, lakini ndio hivyo, binti maskini kweli kweli. Mwamba akafika hapa akamwambia, niambie, ina maana hapa ndipo unapoishi? Akasema yeye ndio anapoishi hapa, lakini na matatizo sana, nimeumia kutokana na kichapo ambacho nimekipata kutoka kwa wale wahuni. Mwamba akaahidi kumsaidia na kumpeleka nyumbani kwake. Wamefika hapa, dada kwa mara ya kwanza anafika sehemu ambayo ina utulivu sana. Akaingia naye katika chumba hiki, akasema ina maana hapa ndipo nitakapoishi? Akasema ndiyo, nahitaji uishi hapa. Dada akapiga goti chini akasema kiukweli asante sana kwa kunipatia msaada huu. Akamwambia usijali, utakaa hapa na nitakuhudumia hadi afya yako itakapokuwa sawa, alafu kitu vingine vitaendelea. Akasema kiukweli siamini, asante sana. Akasema hata usijali, mimi ni binadamu, kwa hivyo nimetoa tu msaada kwa kawaida. Dada akasema asante sana, kiukweli sikutarajia kama naweza nikakaa katika mazingira safi kama haya. Ni kwa mara ya kwanza leo analala ndani katika chumba kizuri. Baadaye Mwamba anampelekea chakula hapa. Mkewe akamsimamisha akamwambia unaenda wapi? Akasema nampelekea chakula yule dada. Akasema yule dada ni ndani yako hati umpelekee chakula. Akasema nilimsaidia, nilimuokota na matatizo. Akasema matatizo gani? Sikiliza nikwambie, kama umemleta mwanamke humu ndani bila kunipatia taarifa, hakuna haja ya kwenda kumpatia msaada wote. Akasema unasemaje? Ina maana nisitoe msaada kwa mtu ambaye nimemuona na uhitaji msaada? Ina maana hizi pesa ambazo unazitoa kwani ni za kwako? Please, nahitaji nikamsaidie yule dada kwa uwezo wote ule, kwa sababu nimeona anahitaji msaada. Akamwambia wewe una kichaa? Akasema sio kichaa, lakini nimeamua kumsaidia, kwa hivyo wewe huna uwezo wa kunizuia. Bwana dada
akafoka kweli kweli. Hahitaji mume wake aende kumpatia msaada yule bibie, lakini mwamba akaendelea kuwa na msimamo na akaenda kumpatia chakula. Dada kavimba kweli kweli. Mume wake anaanza kuleta mabadiliko. Akaja hapa na chakula, akamwambia nimeandaa hiki hapa kwa ajili yako, please inabidi ule alafu upate dawa zako, umeelewa? Lakini kuwa na amani kabisa katika mazingira yako. Dada akasema sawa, lakini hebu niambie kuna mtu unaishi naye huko? Akasema ndio, nimeoa. Akasema we, umeoa? Ina maana unaishi na mwanamke huko kabisa? Basi please naomba niondoke. Akasema no, usije ukaondoka. Huyu mwanamke ndoa yetu ni ya mkataba tu, kwa hivyo usiwe na wasiwasi kabisa juu ya uwepo wako. Dada amepata wasiwasi sana baada ya kumsikia mchizi kaoa. Dada kaja na marafiki zake hapa, anaambia jamani, nimeletewa mwanamke pale nyumbani, yani hata sielewi nitafanya nini. Akasema kwani amekutambulisha kwamba ni mke wake au ikoje? Akasema kuwa makini hapo, pengine huyo mwanamke ambaye amekuja kumsaidia anaweza akawa mke wake. Akasema inaweza ikawa hivyo. Akasema ndio, fanya maamuzi mapema usije ukajuta. Lakini leo wakati dada amelala hapa, Nancy anaingia. Alipofika hapa dada akastuka sana, akamwambia sikia mwanamke, nahitaji uondoke kuanzia sasa nyumbani kwangu kwa sababu hapa kuhusu. Akasema samahani sana, lakini amenileta mume wako. Akasema sikia, sijali cha mume wangu au cha nini, ninachohitaji mimi uweze kuondoka. Dada anaomba kweli kweli, lakini bibi Nancy hamuelewi kabisa. Anamwambia aondoke katika sehemu hii kwa sababu hataki kumuona. Wakati dada anazuga bwana akaenda kamvuta kwa nguvu. Kumbuka dada bado ana kidonda maskini, damu zikawa zinamtoka pale. Mungu wangu, alikuwa bado hajapona vizuri, lakini ndio hivyo, Nancy ana roho mbaya kweli kweli, akamtoa bibie kwa nguvu. Mwisho wa siku dada akawa anavuja damu kweli kweli katika miguu yake, lakini dada haelewi kabisa. Akafungua na geti, akamwambia toka hapa na usije ukarudi tena katika nyumba ya mume wangu. Hatari sana. Hata alipoondoka bibie akawa anajikongoja hapa, lakini nguvu zinamwisha maskini, anaanguka chini. Amepoteza damu nyingi sana na bado ana kidonda. Lakini baadaye mchiza anarudi, anashangaa getini kuna yule dada Diana amelala pale. Akasema haya ni macho yangu bwana, kwenda kumwangalia. Dada amepoteza fahamu kabisa, ikabidi ambebe haraka ili mradi aweze kwenda kumpeleka hospitali wala wakapate matibabu zaidi. Lakini mke wake ndiyo amefanya haya yote. Ni hatari. Dada yuko ndani hapa ametulia. Mwamba akaja akasema sikia, beba kila kitu chako uweze kuondoka katika nyumba hii. Akasema una akili timamu? Akasema ndio, nina akili timamu, lakini kwa hapa ambapo umefikia sikuhitaji tena. Akasema we, kelele hauwezi ukanikimbiza huko ndani, ina maana nataka kuniacha kwa sababu ya yule mwanamke? Akasema ndio, yule mwanamke ana thamani kwa sababu nilimsaidia, anahitaji msaada, lakini kwa nini unamfanyia roho mbaya? Akasema sikia, mimi simuhitaji yule mwanamke na ndio maana nimemfukuza, na wewe huna mamlaka ya kunifukuza huko ndani. Hii nyumba sio ya kwako. Akasema wewe unasemaje? Akasema ndio, hii nyumba sio ya kwako, hii nyumba ni kwetu, kwa hivyo huwezi ukanifukuza. Akasema kama hiyo ndio akili yako, basi tutaona mimi na wewe nani ni mwanamume, lakini kwa haya ambayo umeyafanya siwezi nikaendelea kuishi na wewe tena humu. Ikiwezekana beba kila kitu chako uondoke. Mwamba leo kakasirika kweli kweli, lakini mwisho wa siku dada inabidi awe mpole, lakini ndio hivyo, Mwamba hataki kumuona kabisa. Baadaye mchiza analudi hapa. Wakati analudi bibi anamuuliza, mbona umechelewa sana, ulikuwa wapi? Mwamba akasema kwa nini unaniuliza? Akasema sikia, nakuuliza nikiwa kama mke wako, saizi umetoka wapi? Akasema ina maana kumbe tupo katika ndoa? Dada akasema acha dharau, ina maana kumbe unanidharau kwa sababu ya huyu mwanamke mpumbavu ambaye amefika hapa ndani. Hivi mwanamume wangu kwani nimebadilika? Akasema sikia, yule binti usije kumuita mpumbavu hata siku moja. Amekuja hapo kwa ajili ya mimi kumpatia msaada na ananiheshimu sana, please naomba muache. Akasema sikia, huyu mwanamke wako simuhitaji humu ndani, kwa hivyo lazima aondoke. Akasema sawa, lakini yule mwanamke hawezi kaondoka, labda wewe ndio uondoke, umeelewa? Dada imemchoma sana hii. Yule dada hawezi kuondoka, labda yeye aondoke. Kama anahitaji talaka basi atampatia. Siku nyingine leo Mwamba ameenda kumchukua bibi hospitali. Kwa sasa afya yake iko sawa,
akarudi naye nyumbani. Lakini wakati amefika hapa, dada naogopa sana. Namwambia hata usijali, usiogope. Akasema hapana, mimi mke wako alinitoa pale nje getini, alinipiga sana. Akasema sawa, lakini naomba unisamehe kwa hiko ambacho kimetokea. Kuanzia sasa mke wangu hata kufanyia hivyo tena, kwa sababu mimi niko hapa kwa ajili yako. Dada afika hapa alisema, we unaingia wapi ndani na huyo mwanamke? Akasema sikia, naomba unipishe usije ukatafuta matatizo. Akasema nitafute matatizo wapi? Mimi ni mke wako, nimesema huyo mwanamke hawezi kaingia. We akamshika na kumsukumiza kule. Dada haamini. Ina maana huyu ndio mwanamume wangu ambaye nilikuwa namuendesha siku zote. Mwamba alikuwa anaendeshwa sana huyo bibie, lakini dada anashangaa hadi leo kuweza kusukumwa na jamaa. Dada yuko ndani anasema, jamani, mimi nakuletea tu matatizo hapa. Akasema no, sio matatizo haya ambayo napitia sasa, ni kawaida tu katika ndoa, kwa hivyo kuwa na amani kabisa. Akasema lakini naofia sana kuweza kuvunja ndoa yenu na kuwasababishia matatizo. Please, kama inawezekana basi naomba basi mimi niweze kuondoka nikawaacha tu hapa. Akasema hapana, huwezi ukaondoka, yale mazingira ambayo ulikuwa unaishi sio salama. Wewe endelea kuwa hapa kwa amani kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Leo bibi kaja kwa rafiki yake Fina hapa. Fina anamwambia, sikia rafiki yangu, kwa hapo ulipofikia inabidi ujishushe kwa mume wako, kwa sababu umekuwa ukimdharau sana, na ndio maana haya yote yametokea. Na mimi nilikuonya tangia mwanzoni ya kwamba ubadilike. Akasema jamani, yani kiukweli nashindwa kuelewa mwanamume wangu jinsi ambavyo amebadilika. Yani sasa ananivuta kabisa, wakati mwanzoni hata kunishika mkono alikuwa naogopa. Akasema ndio hivyo, wanaume wanabadilika. Leo mcheze. Alipofika hapa, dada alikuwa anamsubiri kwa hamu kabisa. Akamtazama mchizi, hana hata habari naye, akavuta shuka na kulala. Dada akasema mpenzi wangu, naomba tuongee kidogo. Mchizi akamtazama akasema sawa, ongea. Akasema no, kaa vizuri basi tuweze kuongea mpenzi wangu, leo kuna kitu cha muhimu sana nataka nikwambie. Akasema sawa, haya naambia, unasemaje? Akasema ni kweli nimekuwa nikikuzalau, nikikufanyia vitu vya ajabu ajabu humu ndani, lakini nimejuta na ninaomba unisamehe sana mume wangu. Kiukweli kuanzia sasa nimekubali kabisa kubadilika na nitakuheshimu na kutimizia haja zako zote za ndoa. Please mume wangu, naomba upendo uweze kurejea kama zamani. Akasema wa kubadilika ni wewe au mtu mwingine? Mbona sioni ishara ya kubadilika katika maisha yako? Kwa sababu siku zote sio mara ya kwanza umekuwa ukinifanyia mambo ya ajabu tangia nikuoe. Yaani unanichukulia mimi kama galasa kabisa, unafanya yale ambayo unahitaji. Akasema sawa, au si nilikuwa nayafanya zamani? Akasema sio zamani, wewe ni mwanamke ambaye huwezi kubadilika. Unanichukulia mimi kwamba unaniweza, kila kitu unanifanyia, unaniona kama vile mwanamke mwenzio. Kwa hivyo sihitaji maongezi yoyote na wewe, nahitaji utoke huko ndani. Akasema please mpenzi wangu, naomba unisamehe. Mwamba kakasirika. Dada sasa na yeye ni zamu yake kupitia mateso ya kuomba msamaha na kubembeleza. Leo wakati bibia yuko zake hapa ndani atazama TV, Mwamba akaja hapa akasema nimeleta hii kwa ajili yako, please unaweza ukapata. Lakini hebu niambie, hivi ulisomea kitu gani? Uliniambia. Akasema mimi nilisomea mambo ya uchumi. Akasema uchumi. Okay, basi sawa. Sasa kama ulisomea uchumi, hebu kuna kazi fulani pale naweza nikakupatia. Akawa nawaza kidogo, akasema pale ofisini kwetu tunahitaji mchumi ambaye anaweza akafanya kazi ya uhasibu. Kwa hiyo unaweza nikakuweka pale. Akasema wewe boss, ina maana unataka unipatie kazi? Mbona unafanya hayo yote kwa ajili yangu? Hii inamaanisha nini? Mwamba akamwambia sikia, nafanya haya kwa binadamu tu kwa sababu naona una uhitaji. Akasema jamani, asante sana bosi wangu, kikweli siamini. Akasema ndio hivyo basi, kuanzia sasa nitakutengeneza mazingira ili mradi kwa sasa uende kufanya kazi pale kama mhasibu. Kidogo dada akaingia hapa, akawatazama jinsi walivyokaa. Akasonya na kuondoka. Kumbe dada pamoja na mateso yote ni msomi bwana. Ni accountant mzuri tu. Ndio hivyo maisha. Lakini leo ni siku nyingine. Dada ananyata hapa kwenda kuchukua maji. Maskini hana uhuru katika nyumba hii, hata kibano na kiu. Lakini wakati anakunywa maji hapa, bibi Nancy anafika kamstua, akamwambia we una kichaa? Kwa nini unajivizia hapa? Akasema nilikuwa na kiu na ndio maana nimekuja hapa. Akasema nani kakwambia uende kuchukua maji hapo? Kwa nini uchukue maji katika nyumba yangu bila kuniomba? Ina maana una akili timamu? Akasema samahani, mimi sija hapa kwa ajili ya kugombana na wewe wala kumbeba mume wako. Please, naomba sana uniheshimu na unielewe. Akasema sikia, hivyo unasemaje? Ina maana umekuja hapa kufanya malaya na kumchukua mume wangu alafu unasema nikuachie? Sasa sikia, nahitaji uondoke nje hapo.
mundani utateseka. Dada analalamika, lakini kosa langu liko wapi bwana? Akamvuta akamwambia, unataka useme nini wakati mimi naongea? Dada akasema, please naomba uniache na wala usinisumbue. Akasema, unasemaje? Ile kumwesha kofi. Dada akalinasa akasema, we sikia, wewe ni binti mzuri sana, kwa nini unakuwa na roho mbaya namna hiyo? Mimi nimekuja hapa mgeni na sijaja kumchukua mume wako, umeelewa? We dada kachoka, akasema, ina maana anashika mkono wangu. Dada sio mzembe, kalidaka kofi, alafu anamwambia, acha masiala wewe. Ni siku nyingine mchiza anafika hapa. Dada namuuliza, karibu mume wangu, je, umeniletea zawadi? Akasema, nimekuletea kitu hiki hapa, naomba usaini, hiyo ni talaka. Mara baada ya kusaini, chukua vitu vyako uweze kuondoka. Dada asema, unasemaje? Ina maana unataka ni saini talaka? Akamwambia, hapana, siwezi nikakuacha hata siku moja. Akaichana ile karatasi, akamwambia, sikia, huwezi ukanigia talaka humu ndani hata siku moja. Mimi ni mwanamke na milele nitaendelea kuwa mke wako. Akasema, sawa, kama ni hivyo tutaona humu ndani mimi na wewe nani mwanamume na nani mwanamke. Dada anasema, lakini kwa nini mpenzi wangu amebadilika sana? Please, nilisha kuomba msamaha, naomba unisamehe. Akasema, hapana, siwezi nikasamehe na kuendelea kuishi nawe kwa sababu ulinidharau sana. Akasema, sawa, naikudharau, lakini nimekiri kosa langu, please naomba unisamehe. Mwamba anasema, sikia, mimi nahitaji uweze kuondoka mundani. Kama hiyo talaka haikutoshi, basi subiri utaona kile kitu ambacho mimi nitafanya. Mchizi huyo akasepa. Ni hatari sana, lakini ndio hivyo, anavuna alichokipanda. Leo Mwamba wakati yuko ofisini hapa anaongea kibiashara kidogo, bibie Diana anafika hapa. Tayari ameanza kazi rasmi maskini, na tayari amepata kitengo kizuri tu cha uhasibu katika kampuni ya Mwamba hapa. Anasema, bosi, kila kitu iko sawa, na hii hapa ni ripoti ambayo nimeiandaa tayari, unaweza ukikagua. Mchizi anamtazama sana bibie kutokana na urembo na uzuri ambao ameupata kwa sasa, hasa jinsi muonekano wake alivyo. Anasema, kiukweli nimefurahia, lakini nimependeza sana. Bibie anasema, asante, wacha niende nikaendelee na kazi. Lakini leo dada Nancy kaona hapa kuna mapenzi tena, na wala hapa hakuna maisha tena. Akaandika ujumbe na kuuacha hapa, kisha anachukua mabegi yake anaondoka. Na kiukweli hauwezi ukaishi na mwanamume katika misingi ya namna hii, na ndio maana Mwamba akafanya maamuzi magumu yale. Akaja hapa, kuna gari na usafiri, alafu kuna Mwamba anachukua mabegi yake hapa anasepa. Kifupi, dada ndoa imemshinda, akaona bora tu aondoke, maana hakuna tena mapenzi kati yao. Dae mchizi anaingia chumbani, anashangaa mke wake hayupo, lakini pembeni kuna karatasi hapa anaiona. Alipoicheki kabidi aiangalie kwanza, je, kuna nini kimeandikwa ndani yake? Dada akaandika, samahani sana mume wangu, kiukweli nimekufanyia makosa mengi sana, naomba unisamehe, lakini nimeona kwa hapa ambapo tumefikia sina uwezo wa kuendelea tena kuishi hapa. Ishi na amani na huyo mwanamke ambaye uko naye, lakini kiukweli naomba unisamehe sana kwa makosa yote ambayo nimekufanyia. Chizi kawa mpole, japokuwa alikuwa anamtesa, lakini bado alikuwa anampenda mke wake. Ndio hivyo, kawa mpole sana. Dada akamfuata jikoni, akamuuliza, vipi, dada yule yuko wapi? Akasema ameondoka. Akasema ameondoka? Akasema ndio ameondoka, kutokana na yote ambayo amefanya ameona aibu. Kwa hivyo ni kawaida tu, kwa sababu kwa yote alionifanyia kikweli hata kuondoka kwake hakuniumizi sana. Dada akamwambia, kikweli pole sana kwa hayo ambayo yamekukuta, lakini usijali, mimi nitakuwa nawe kwa ajili yako, umenielewa? Dada kamwahidi kuwa naye kwa ajili yake, japokuwa ameachana na mke wake, kwa maana mke amemkimbia, lakini bibie anasimama katika nafasi yake. Anambia, usijali, utapata furaha na kila kitu kutoka kwangu kwa sasa, kwa kuwa mke wako ameondoka. Leo wanaenda ofisini, sasa ni rasmi, wapo kama katika penzi hivi, lakini Mwamba bado hajatamka, anamogopa sana bibie kumwelezea ukweli. Baadaye wametoka kazini, wanafanya michezo kama hii. Unajua tena vitu vidogo kama hivi ndivyo ambavyo vinatengeneza kumbukumbu nzuri sana ya mapenzi pindi ambapo mwenzi wako anapokuwa mbali na ukumbuka. Dada leo anaangalia mpira, timu yake imeshinda, bwana akaruka kweli kweli. Chiza kawa anamtazama bibie, ni mrembo alafu ni mali mbichi kabisa, ni hatari sana. Lakini ndio hivyo, leo wakati dada yuko hapa, Mchiza anafika, anamwambia, sikia, kuna nguo hii hapa nimekuletea,
hebu badilisha uvae, baadaye nahitaji tutoke. Akasema oh, basi sawa, ngoja nifanye hivyo mara moja. Leo ni siku ya mtoko. Dada akapendeza kweli kweli. Anafika hapa namuuliza nione, je, nimependeza? Mwamba anamwambia kiukweli umependeza sana kuliko siku zote, na wewe binti ni mrembo sana. Kiukweli najivunia kuwa karibu yako. Akasema samani, kuna kitu kimoja naomba unipatie. Je, unaweza ukanipatia? Akaambia niambie, kitu gani hiko? Dada kaenda kampiga kesi. Mwamba akaona hii ndio fursa ambayo nilikuwa nahitaji siku zote kuongea. Akamtazama bibi wakati anajieleza, akaona isiwe kesi. Akamfuata na yeye akampiga busu kweli kweli. Mwisho wa siku anaingia katika penzi zito hapa. Tayari mapenzi kati yao yanajengeka. Lakini leo wakati dada yuko hapa, anasikia simu. Rafiki yake anamwambia, rafiki yangu nimepata ajali, nipo hospitali hapa, please naomba uje kuniona. Akaenda kumuona bwana. Alipofika hapa akamuuliza ilikuwaje? Akamwambia ndio hivyo, ilikuwa ni ajali tu ya gari na bodaboda, na ndio maana nimefikia hapa, lakini please naomba sana unipeleke kwa mume wangu, na ikiwezekana uende kuniombea msamaha, kwa sababu najua haya yote yanatokea kutokana na mume wangu bado ana hasira na mimi. Please naomba sana unisaidie kwa hilo. Dada akaahidi ya kwamba atamsaidia kumpeleka moja kwa moja kwa mume wake na kumuombea msamaha. Anapitia mazito haya, tunasema unaomfanyia mtu mabaya basi tambua ipo siku yatakurudia. Lakini leo mchezo wakati anatoka hapa, anashangaa kumuona yule mwanamke amerudi hapa, alafu amevunjika mkono. Anamuomba msamaha. Akamuuliza ilikuwaje? Akasema ndio hivyo, nimepata ajali, please naomba unisamehe. Akasema sawa, naweza nikakusamehe katika namna ipi? Akasema naomba sana unisamehe, na ikiwezekana turudiane, niendelee kuwa mke wako please. Nimejuta kwa yote ambayo nimekufanyia, naomba sana, na niko tayari kubadilika, na sitarudia tena kuwa na roho mbaya kama jinsi ambavyo nilikuwa zamani. Umenielewa? Mchiza akamwambia sawa, nimekusamehe. Akasema kweli umenisamehe? Akasema ndio, nimekusamehe sana, lakini kuna kitu kimoja hapa. Kikweli sitaweza kuwa na wewe tena katika mahusiano, kwa sababu sasa hivi niko na huyu hapa. Ni maumivu. Dada akapata mshtuko wa moyo kabisa. Akasema please, lakini mimi bado nakupenda. Akasema no, kwa sasa nampenda huyu hapa na ndiyo chaguo la moyo wangu. Kwa hivyo wewe unaweza tu kuendelea kujiuguza na yale ambayo unapitia. Akasema please, hapana mpenzi wangu, naomba sana unisamehe, nimebadilika, mimi bado nakupenda. Akasema upendo namna gani? Upendo ambao ulikuwa unaninyanyasa, unanitukana, unanidhalau, hauniheshimu, upendo upi huo? Dada anasema nimebadilika, please mpenzi wangu, naomba turudie kama zamani. Akasema hapana, hakuna nafasi tena ya kwako katika moyo wangu. Bibi akalia sana. Lakini ndio hivyo, majuto ni mjukuu. Mabaya ambayo unamtengenezea leo binadamu wenzio, kesho yatakuja kurudia. Alafu kama hujafa ndugu yangu, haujaumbika, usije ukamdhalau mwenzio. Miaka 2 baadaye, bibie ameshapata ujauzito tayari, na familia hii hapa inatarajia kuweza kupata mtoto. Mwamba anafika hapa, anamuuliza jamani mpenzi wangu, kwa nini unapika? Haustahili kufanya haya. Dada anasema nakusaidia. Akasema no, mimi nitafanya yote haya kwa ajili yako, please naomba uende ukapumzike. Umeelewa? Bwana, ni upendo unatawala katika familia hii, na hapa ndipo tunaikamilisha movie yetu hii hapa nzuri sana. Na imani kama umeitazama kuanzia mwanzo hadi hapa tulipofikia, basi kuna somo kubwa sana utakuwa umejifunza katika maisha yako. Jambo la kwanza kabisa, tuache dharau. Usije ukamdhalau mtu yeyote yule ambaye unakutana naye katika maisha yako. Huwezi jua kesho atakuwa nani. Lakini jambo la pili, usije ukajiona wewe ndio kila kitu. Kuna baadhi ya wanawake wakishaona ya kwamba wamependwa sana na mwanamume, basi wanahisi ya kwamba wana uwezo wa kumfanya kitu chochote na mwanamume huyo asibadilike. Na kuna wakati wengine wanakutana kabisa katika vikao vyao, anajisifia, anasema yani mimi mume wangu nimemuweka kiganjani, hahemi, hafanyaje, anafanya kile kitu ambacho mimi nahitaji. Kuanzia sasa yani nimemcontrol kwa kila kitu. Nikwambie tu, hata kama utatumia uchawi
au ushirikina. Ipo siku tu hizo dawa zitafubaa na mwisho wa siku mwanamume atabaki kuwa mwanamume, kwa sababu mwanamume ni kiongozi wako, lazima umheshimu, umtii, na yeye ndiyo awe mmiliki na sio wewe ummiliki mwanamume. Bwana, tunaikamilisha hii, lakini wewe umejifunza nini? Tuwekee comment yako hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.